Okay, this is Albert Moshi na karibu kwenye videos zetu ambazo tunajifunza vitu mbalimbali. Na kwa siku ya leo nataka niingie kwa undani kidogo kuhusiana na hizi AI tools. AI maana yake ni artificial intelligence, yani akili bandia, na recently siku za hivi karibuni kumekuwa kuna AI tools mbalimbali ambazo zimekuwa zikianzishwa, japokuwa kwa kumbukumbu kunayo mmoja ambao ni ilikuwa ni pioneer, ilikuwa ni mwanzilishi, na sio kwamba ni mwanzilishi ila ni ambaye aliweka kwenye ramani AI ambayo ilikuwa inajulikana kama ChatGPT. Sasa nataka tuende kuiongelea hiyo zaidi, na ina advancement kubwa sana. Yaani kuna vitu vingi sana vimeongezeka huko. Kwa hiyo tutaenda kuichambua nje ndani. Kabla kupoteza muda, nitaenda kwenye Google yangu na kutype chat.openai.com ChatGPT hapa. Okay. Na siku ya leo nitaenda kwenye hichi kitu inaitwa Sora. Hii Sora inatusaidia kugenerate videos na images. Mzoea zamani images za ChatGPT zilikuwa zina ubora kivile, tulikuwa tunapata picha za kawaida tu. Ila sasa hivi unaweza ukatoa top, yani sema unaweza kutengeneza hata movie kwa kupitia ChatGPT. Ila sasa inabidi uwe skillful, yani uwe na uzoefu, uwe una uwezo wa kutumia hizi hapa. Okay. Hapa tumekuja, kuna dashboard yetu. Kuna vitu kabla tujaanza kufanya kazi, kuna baadhi ya picha za mfano. Kwa mfano kuna hiyo hapo, hiyo nyoka, kuna hii kindege, kuna picha nyingi zinaendelea kufunguka zingine. Hizi zote hizi tunaziona hizi. Kwa mfano kama huyu dada hapo, unaweza kusema labda ni picha imepigwa ya mtu, lakini zote zimegeneratiwa kwa kupitia Sora AI. Na hizi tunaziona zimetoka wapi? Ni watu ambao wametumia Sora AI wakaamua kushare huku. Kwa unaona huku kuna majina ya watu. Yaani majina ya watu. Kwa hata mimi naweza nikagenerate picha yangu huku, nikiamua ibaki huku na share, na mimi jina langu litatokea hapa. Okay, huko sio lengo letu kwa siku ya leo, lakini nataka tu nikufundishe jinsi ya kupata picha zenye ubora. Hapa ukiingia kwenye Sora AI ambao ni iko ndani ya ChatGPT, tumepita hapa na tukaletwa hapa. Kuna vitu mbalimbali. Kwanza kabisa kuna logo yao, then kuna kitu cha kufilter. Unataka images, unataka videos, prompts na vitu vingine. Then hapa kuna sehemu ya notification ambayo inaonyesha activities zako ambazo umefanya. Hizi ni baadhi ya videos na images ambazo nimeshakuwa generate. This is my ambayo ina display jina langu na email yangu. Then hapa tupo kwenye sehemu ya kuexplore, ndio maana tunaona vitu mbalimbali. Tuna explore picha ambazo zimegeneratiwa na watu mbalimbali. Hapa kama sasa unataka kwenda kugenerate, unakuja sehemu ya image. Then kama unataka kugenerate image, unaona wanatuletea pia image ambazo watu wamegenerate. Ila ukienda hapa kwenye videos, tunaletewa baadhi ya videos, ni vipande vifupi tu ambazo wamegenerate. Unaona kama hivi hapa. See, like this one. Unaona ni video vifupi. Nadhani ushakutana navyo kwa mtandaoni nini. Video kama hizo watu wanagenerate, wana share. Then hapa wanatuletea ni zile top, yani ambazo ni bora kwa hiyo siku. Na hizi zinakuaje bora? Kwa mfano unaona hii wamegenerate hapa. Hii ni picha ya ina represent Yesu. Sio Yesu ila ina represent Yesu. Nadhani watu wengi tunaelewa hivyo. Nikisema ni like zinazozidi kuwa nyingi ndio inazidi kuwa top. Kuna ina like 1200, ina like 800, then zinazofuata zina 700 na kuendelea hivyo. Kwa hiyo ndio inazidi. Kwa hiyo mimi nikigenerate picha yangu nikaiacha huku, watu wakatoa rating zao kulingana na wanavyopenda, itakuwa na labda inaweza kufika top, ikawa chini, vyovyote tu kulingana na huko. Then kuna sehemu ya likes. Hii ni zile ambazo umezilike. Kwa mfano nimelike hapa, tukiwa tunaona nimebaki huko wenyewe my media. Najaribu kupitisha tu. Hizi ni image generation ambazo nimefanya siku za nyuma.
hizi zote nimefanya mimi hapa. Kuna kazi mbalimbali nilikuwa nazitumia, favorites, kama kuna ambao nimeipenda naweka hapo. Hakuna uploads, vitu ambavyo ni mimi nimeupload huko, naweza nika-upload labda image whatever aka hivyo. Okay, sasa leo lengo letu nataka tujifunze namna kugenerate picha. Tutaanza na picha kwanza. Mimi hapa labda nataka ni toe picha ya mtoto aliyepo katika mazingira ya Kiafrika anayeenda shule wakati mvua inanyesha. Let's go. Hii hapa kwa sasa hivi bado inaelewa lugha ya Kiingereza, japokuwa kwenye ChatGPT ya kawaida kule na lugha ya Kiswahili na inaelewa. Ila ukitaka kupata matokeo mazuri zaidi na shauri tumie English. Okay, sema generate an image of a hii ni prompt ambayo haina vitu vingi sana. Nimesema generate an image of a black school boy in Tanzanian settings going to school while it is raining. Very simple. Tunawapa hapo wafanye kazi yao, wana add to queue, wameweka kwenye foleni. Kama tunavyojua hii bado ni mpya kabisa, hivyo kwenye masuala ya generation huwa inachukua muda kidogo, lakini sio muda sana, kama dakika moja, kienda sana dakika 2. Naandika preparing, tusubiri hapa, tuipe muda. Wakati kwa tunaendelea kusubiri, niendelee kukukumbusha, okay, kuna kitu kingine pia ambacho nimesahau kusema. Unaweza ukachagua ukubwa, yani aspect ratio ya hiyo picha yako iweje. Kwa mfano hapa kuna machaguo matatu. Unataka uwe na kubwa hii hapa 3.2 ambayo iko asilimia kubwa inakaa vizuri kwenye vifaa kama kompyuta, inaonekana vizuri kwenye vifaa kama kompyuta na tablet, au kwenye zile picha ambazo unatumia kwenye video za YouTube. Video kama video kuna 1.1, then kuna 2.3 ambapo kwa asilimia kubwa inakaa kwenye, inatumika kwenye vifaa kama simu ambao unaangalia YouTube shorts zile au Instagram reels. Okay, hapo taamua ni picha moja au picha 2 au moja. Kusema unataka 4 inawezekana pia, kama unatumia ile version ya kulipia. Mimi bado sijalipia, ila si tumechagua 2, ilikuwa ilikuja 2 automatic. Muda mwingine utachagua moja labda, kama hapa labda kwa nataka video au picha. Mimi nilikuwa nimechagua image, kama unakumbuka niandika generate an image. Okay, tusubirie. Hapo tunachoweza kusema hizi AI tools kwa sasa hivi tunaweza tukazitumia vizuri kweli kweli na tukapata matokeo makubwa, yani zaidi ambavyo tunavyodhani. Shida ni kwamba tunakuwa tunaamini kwamba watu wa nje wanaweza kufanya vitu zaidi, ila sisi jamii yetu sisi wa Afrika, Tanzania, Kenyans, najua kote inafika video hii, tunaweza tukatumia hizi AI tools kufanya mambo makubwa. Kwa mfano kama mimi baadaye nitakuja kuwaonyesha link ya channel yangu ambayo huwa naitumia kupost videos ambazo zote nimetengeneza kwa kutumia hizi AI tools. Natumia AI tools mbalimbali na generate videos za kueleweka kabisa. Labda ngoja niende nikawaonyesha hapa kabla hatujaenda mbali. Okay, ndio nikawaonyesha. This is my channel. Hii ni channel yangu inaitwa Triple Wonders. Of course
hii account inayo siku nyingi, ila content nimeanza kuweka siku nyingi zilizopita. Kwa mfano nimeanza mwezi wa 3, mwezi ulioisha. Huko February nilikuwa sipo serious, naona zote nimekuja kuziweka private, kwa nilikuwa napost tu vitu ambavyo navijisikia. Ila sasa hivi kuanzia March hapa March 6 ndio naanza kuwa serious hizi video zote, na video zina ubora kabisa. Kumbuka kuna picha zetu zina generate huko, ila nataka nikuonyeshe faida hizi hapa. Ni video ambazo nimetengeneza kwa kutumia AI. Hapa tujaribu kuangalia hii video hii hapa. Yep. Imagine standing in the sweltering heat of East Africa in the early 1900s. The air is thick with tension. The land, once free, is now controlled by an iron-fisted colonial regime. Whispered, it wasn't just warriors and supporters. Baina and Hehe were among the... Naona, hii ni video ambayo nilitengeneza kuhusiana na vita Majimaji. I say, yani hivi vitu vitakushangaza. Kila kitu nilitumia AI, ChatGPT, nikaongeza sauti kutumia website moja inaitwa 11 Labs, na picha hizo zote nimetoa ChatGPT. Na kwenye hii sura hii hapa, naona kidogo picha inachelewa, ila hii kwa 98 tutaona. Tukumbuke tunataka picha yetu ya mtoto. Kuna videos mbalimbali. Kuna hii hapa, kuna shorts pia zile video fupi. Kwa mfano kama unaona hii, nilitengeneza kama utani tu. Hii ilikuwa ni tarehe 31 juzi tu. Tarehe 31 mwezi wa 3. Kama utani tu, ila to my surprise nilishangaa imefika viewers 1408 na bado wanaendelea kuangalia, likes hizo hapo. Unaona? Kuna hii na viewers 9, zote nilitengeneza mwenyewe. Kuna hii na viewers 803, kuna hii na viewers 554, hii 593, hii na viewers 9, 1900. Okay, kuanzia hapa hizi shots zote nimetengeneza kutumia AI. Let's labda tuchague moja tuangalie. Sema labda hii hapa. The Pharaoh's curse that still scares historians. In 1922, archaeologists opened an ancient Egyptian tomb, and some say they unleashed a deadly curse. The tomb belonged to Pharaoh. Things began happening. Seriously. First, nadhani umeona ni preview tu ya vitu vichache. Kila kitu, yani video zote ambazo nimetengeneza kutumia AI. Okay, tuje kwenye picha yetu huko. Image is ready. Naona tulisema mtoto kwenye mazingira ya Kitanzania ambaye anaenda shule wakati mvua inanyesha. Cheki. Can you imagine? Unaweza kuona. Yani hii picha unaweza kusema ni picha ya ukweli kabisa. Kuna ametuletea picha mbili. Unaweza kuchagua. Yani picha si ukiambiwa ni ya mtoto ukweli kabisa utaamini. Ona. Hakuna changamoto yoyote. Kwa hiyo unaweza kusema labda tumeipenda picha hii hapa. Ndio tuangalie. Kuna hii ana mwavuli, afu kuna hii hana mwavuli. Ila mimi naona ambayo ipo realistic zaidi ni hii ambayo hana mwavuli. Japokuwa yote tu. Ila mimi nimeipenda hii hapa. Naweza kai download. Naona tumesha download hii hapa. Iko kwenye PC tayari. Kwa hii picha naweza nikaitumia kufanya mambo mbalimbali. Si mwazi kutengeneza video. Naweza nikatengeneza video hivi. Umeshaona? Akatunaona mtoto wa Kitanzania kabisa huyu. Kwa leo naona tuishie hapo. Kwa hiyo tulikuwa tumekuja wapi? Kwenye Sora. Tulipitia kwenye ChatGPT, ila tukapitia kwenye Sora, tukatengeneza picha. Na hizo picha video ijayo nitaonyesha namna kuzi combine na kutengeneza videos au content zote unazotaka. Asanteni.